atafanya mambo mingi, ariko ndabikora umwanya muto, na atatenda kwa muda mfupi ikintu cy'isaha zishoboza. Yeye time anaijua sana. Na alizana kwa namna sahihi. Ibintu byose byiza ariko habuze. Amechungulia kaona mambo iko sawa, lakini hatuna saa hapa kanisani. Nange hari ibyo tugukore ariko byo bizagure mu saa. Kuna yale atafanya, lakini yale atafanya kununue saa ya kanisani. Kubera kuko isaha ni nziza. Kwa sababu saa ni ya muhimu sana. Iyo dukora ibintu tutari kugendera ku isaha twiciye. Tukifanya mambo bila kutembea, ukiangalia saa, tunaharibu mambo. Leo kitunanya si mingi sana mtoto. Hakuna wakati si kidogo na si mingi sana. Alikuwa kutuanza kujidaka. Lakini tutamchezea Mungu kwa muda kidogo. Kumramba wala tunavyana na watu watatu. Mtaniwa labda atacheza na watu watatu. Alima. Kuna sababu. Tunatamba na gift. Atachezea Mungu akiwa na gift zozo Na pastor. na pastor. Tushie minute tano ile. Usipitishe dakika 5. Nitaanza kuja. Tukitamatisha tutaingia kwa neno la Mungu. Mahali kunafikia Bereza sikushika Imana. tunashukuru Mungu Kuko yatulinze. kwa sababu ametulinda. Haleluya. Takabiri. Neno la pili, Shika Imana yuko atukirie neza. anashukuru Mungu amefanya vizuri. Watu wamejitahidi. Tumeandaa mkutano, Tukitegura turahantu hatandukanye. tulikuwa mahali tofauti, Uzo kulijaribu. kwa kweli kuwa ngumu, Ariko shika Imana. lakini nimeshukuru Mungu Kuko yaduhaye igiterane cyiza. kwa sababu tuko mkutano mzuri Kandi umutima wanjye warishimye. na roho yake mfurahia. Haleluya. Haleluya. Takabiri. Neno la pili, Shimya abakristo bo muri shamba. anashukuru wanamemba wa Shamba Revival Ministry Ukuri na abakonsetre. kwa upendo Na abakunzi. nimewapenda. Ufite abashumba beza. Kuna wachungaji wazuri. Kama unashauri kuona ni Pastor Senda. Nimebarikiwa kuona Pastor Senga peke yake. Ariko ndatekereza yuko nawe ari hejuru yo gukomeza ibiasa cyane. Na mimi ya kwamba hata wao wanafanya kazi wazuri sana. Uzaza mukomeza kurasengera. Na muendelee kuwaombea.
abashumba bagira intambara nyinshi. Wachungaji wako na vita mingi sana. Muzaza mukomeza kubasenga. Lazima muendelee kuombea. Cha kabiri, neno la pili, shimiye pastor. Anashukuru pastor. Yabaye na gift. Ameambatana na gift zozote kwa mambo yote. Ngeza naho wagiye kuntegerara ku kibuga. Hata wamekuja kunipokea hapo airport njoo. Narabivuze mu Imana mbere. Nimeshukuru ni mtu wa Mungu kweli. Imana iweze. Mungu anibariki. Kandi Imana iri gukorera. Na Mungu ambaye anafanyia kazi. Tariki uraza kubibona. Bila kupona muda utaona matokeo. Tariki uraza kuona. Sipokuwa bado utapata matokeo. Uraza kuona matokeo hivi. Utapata matokeo ya kazi. Imana tugirire. Mungu anibariki. Kindi shimye Changers. Neno la pili nashukuru Changers. Hamwe na gift. Pamoja na gift zozote. Narakoze. Umefanya vizuri. Bravo guys. Nyinyi ni watu wazuri. Imana iweze. Mungu wa mbinguni awabariki. Nawapenda cyane. Nawapenda sana. Nakuza kuwakunda. Na nitaendelea kuwapenda. Imana bagirire. Mungu awabariki. Mureke tusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Turasoma icyanditswe cyiza. Tutasoma maandishi mahali pamoja peke yake. Ntabwo tujya muri byinshi. Hatutaongea mambo mengi sana. Nasaba kugira ngo Imana igufungure umutima. Naomba Mungu afungue roho yako. Imana igufungure umutima. Mungu afungue roho yako. Kugira ngo ubashe kumva. Ili upate kusikia. Iri jambo ni ryawe. Neno hili ni lako. Nijoro usiku nibajije mwese ndaganira ikindi bwoko bw'Imana. Nimejiswali ya kwamba eti nitaongea jambo gani na taifa. Haza temi vuga. Ikakuja kiini ambayo inasema ngo Yesu ni urufunguzo rw'ibyaha. Yesu ni kifunguo ya mambo yako. Yesu ni urufunguzo rw'ibyaha. Yesu ni kifunguo ya mambo yako. Ndangije ndabyandika mfataje ndayibika. Nilipogundua kiini hiyo nimeandika maneno hayo nikachukua tena nikaweka. Yesu ni urufunguzo rw'ibyanjye birabanza biraje. Nikatafuta jinsi Yesu ni kifunguo ya mambo yangu ikanichanga kiasi. Ariko umutima urambira ngo jya. Lakini roho ikaniambia kwamba Jamye wakati alipolala nganje saa 8. Alipofika saa 8 ndakanguka. Akakuwa macho. Akamuka. Fatikara. Akachukua kalamu. Hata Biblia. Akachukua Biblia. Imani inakanisa. Mungu akaongea yeye. Na hao ubutumwa bw'urufunguzo. Amepewa ujumbe wa kifunguo. Na waje gutekereza ku rufunguzo. Nimetekeleza juu ya kifunguo. Kuna gutekereza ndafashe ibintu. Nimewasia mambo ya kifunguo nikasikia furaha ndani mwangu. Urufunguzo, kifunguo na akantu gatowe. Ni kitu kidogo sana. Kari mtu tutaratugizinzu. Iko katika miongoni vitu vidogo ambavyo vinakuwa nyumbani. Urufunguzo ntabwo rungana n'umuryango. Kifunguo haingani na mlango. Urufunguzo ntabwo rungana n'ibati. Kifunguo haingani na mabati. Urufunguzo ntabwo rungana n'igikuta. Kifunguo haingani na ukuta. Urufunguzo ntabwo rungana n'ikaro. Kifunguo haingani na mambo ya kufunga mlango. Ariko urufunguzo, lakini kifunguo niko rukontororeza yose. Ndiyo ambayo inaangalia kila kitu nyumbani. Iyo utafunze, ikiwa utafunga, ntawafunga. Hakuna mtu anaweza kufungua. Iyo utafungua, hata kama haifungue, hanawafunga. Hawezi kufunga. Kandi na kantu gatowe. Na tena ni kitu kidogo sana. Na kantu gatowe. Ni kitu kidogo sana. Urebye mu nzu yose, ukitazama mambo akiwa ndani ya nyumba yako gatowe ariko niko gategetse yose. Kitu kidogo nyumbani lakini niko kantu gategetse yose. Lakini kitu ya mahali nakuyeho ibintu bine ku rufunguzo. Nimegundua mambo manne kuhusu kifunguo. Icya mbere, neno la kwanza niko gategetse yose. Ndiyo ambayo inahusika na tawala familia. Icya kabiri, neno la pili, zose zirasa. Mambo yote funguo zote zinafanana. Zose ifunguzo zose akenshi usanga unakutana kifunguo za nyumba zote zinafanana. Ariko usanga buri rukingura urugi rwayo. Lakini tofauti ni ya kwamba kila kifunguo inafungua kufuli yake. Ntabwo zifungura. Haifungue kila kifunguo. Nubwo zisa ariko ntabwo zifungura. Hata kama
lazima ifunguke. Nta kindi kintu washiraho. Hauwezi ukaweka kitu kingine ndani. Mungu fungo kike ngo ifunguke. Hauwezi ukaweka kitu kingine Kandi n'akantu gato. Na tena ni kitu kidogo. Ariko kagirite. Lakini iko namna. Nshaka. Neno la hiyo. Ukunda umutekano. Kifunguo inapenda usalama. Kila mmoja ana kifunguo na sana. Kwazishize he. Umeweka wapi? Kwazishize mfuko. Umeweka mfuko. Abandi bazingiyeho hano. Wengine wameziconnect kwa abandi bagashira muri bag barangiza bagafunga kagafuko k'imbere. Wengine wanaweka ndani ya bag wanafunga ile funguzo la umutekano. Kifunguo inapenda kubera uko niko ukontrol. Kwa sababu ndiye ambaye inatawala boma lote. Tugiye kuganira ku rufunguzo. Tutaongea juu ya kifunguo. Tugiye kuganira ku rufunguzo. Tutaongea juu ya kifunguo. No musi ugomba kumenya urufunguzo rwawe. Siku ya leo lazima ujue kifunguo yako kufungua ibyawe. Na lazima ufungue mambo yako kwa kufungua ibyawe. Lazima ufungue mambo yako. Reka tusome. Acha tusome hapa. Agira umuntu udufasha. Acha watusaidie. Ni watusomere Mariko. Watasoma kitabu cha Marko 5:25 ageze kuri 30. Sura 5:25 mpaka 30. 5:25 Mariko 5:25 kugeza kuri 30. Ni Marko sura 5 mstari wa 25 hadi mstari wa 20. Igitabo cha kabiri kuisezerano rishya. Ikiwa ni agano lipya, ni kitabu cha pili katika agano lipya. Ni kusudi mwarakisha. Acha sasa. Tusome Marko 5:25. Yes. Yavuga ngo yego. Nuko hariho umugore wari mu mugongo. Yego. Wari ubimaranye imyaka 12. Yego. Ababazwa n'abavuzi cyane. Yego. Benshi bagaragazaga kumukiza. Yego. Bamumarisha ibintu byose abitangaho ingemu. Ariko yagira icyo bamumarira. Yego. Ahubwo arushaho kurwara. Yego. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu. Amuturuka inyuma akora ku mwenda we. Kuko yari yibwiye ati nikora ku myenda ye gusa ndakira. Yego. Umwanya isoko y'amaraso irakama. Amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yego. Amen. Nakubwira ngo tutwara umwanya munini kusudi tusichukue muda mrefu. Abazungu bo bamenye ubwenge. Wazungu wamejua hekima. Ibintu zose babibara ku isaha. Kila jambo wanahesabu kufuatana na saa. Umushahara babibara ku isaha. Mshahara wanahesabu kufuatana na saa. Urusengero ahari amasaha. Kanisani ni saa. Ndio urusengero shonje katika kanisani ambalo naongoza senga masaa 3. Wanakusanyika kama wanakuwa kurenza iminota. Hawezi hata kupitisha iyo turengeje iminota tukekeza tugira ngo dusohoke niyo mwaba mutarangiza babya musohoke. Tukipitisha dakika kuna mama anakuja na tuambia ini tokeni. Ibintu zo kuba ngo twiyongeza gasikimba ngo cyangwa se mambo ya kusema turudilie kuchezea Mungu hapana. Bakwiye kuzigisimba ni gusoza amateraniro. Mukiongeza kuchezea Mungu hamtatamatisha ibada. Nuko nguko bimeze. Iko hivyo. Tugiye kuganira kuri uyu mugore. Tutazungumza juu ya mama huyu. Uyu mugore? Mama huyu? Hepfo ndio wabivuze neza. Chini kunaongea vizuri. Uyu mugore yararwaye indwara yo kuva. Alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu. Yarayimara imyaka 12. Alikuwa na ugonjwa hii takriban miaka 12. Ava mu bimunzi. Akitoka damu kiasi. Ageze aho ngaho imefika ararimba. Akakuwa ararimba. Akakuwa maututu. None abantu bageraho batangira kuzaza bamuhiga. Watu wakaanza kumbeba mgongoni. Kandi umuntu uri kuva na tena mtu ambaye anatoka damu no kumuhiga na kumweka mgongoni kali kibazo. Ilikuwa ni shida. Kandi yaravuye imyaka mingi. Na alikuwa anatoka damu miaka mingi sana. Yaravuye imyaka mingi. Miaka mingi sana kutoka. Haleluya. Amen.
Tuzamuri ibiganza byacu. Tumpe Bwana utukufu. Yaravuye imyaka myinshi. Alikuwa anatoka damu miaka mingi sana. Biblia inatubwira ngo, Biblia inatuambia kwamba atanga ibyo yaratunze byose. Akapeana mali yake yote. Abiheza abavuzi ngo bamuvure. Akapea wadaktari wapate birabananira. Wakashinda. Birabananira. Wakashinda. Ahubwo noneho akomeza kureba. Na akaendelea kuwa maututi. Walikuwa yumvishije amakuru ya Yesu. Aliposikia habari za Yesu, yumvishije amakuru ya Yesu. Aliposikia habari za Yesu, iyo aravuga, yeye akasema, je, mimi ntabwo mfite uko naza ngo nkore ku kiganza cya Yesu. Sina uwezo ya kugusa kwa Yesu. Abantu ni benshi. Watu ni wengi sana. Sinabona ku kirenge cye. Sitagusa nyayo zako. Abantu ni benshi. Watu ni wengi. Sinabona ukuntu uza mu muhombe. Sitaona jinsi ya kumkumbatia. Abantu ni benshi. Watu ni wengi. Alikuwa anafita akamukamu. Lakini alikuwa na kitu moja. Aravuga ngo basi nasaseza akaboko kanjye. Akasema ya kwamba naweza kupenya ndoo mwenda wa Yesu. Ili niguse vazi la Yesu. Nikora ku mwenda wa Yesu. Nikigusa vazi la Yesu, nitapona. Alize. Akaamini. Aravuga ngo akasema nitapona. Anaanza. Anatembea. Fatunga aragenda. Akachukua toka. Yuko kukishara tuzoto sele alita. Kumbuka kwamba bali yake alikuwa anapewa sasa kama bagerageje bira. Wadugu zake walimsaidia akakataa. Alikuwa anavuga ngo lakini akasema ya kwamba mbonye Yesu. Nimemwona Yesu. Mimi nitapona. Aravuga ngo nikapone. Akasema hata nijipeni mguse kidogo. Akora kumwenda. Akagusa kwa vazi la Yesu. Akaanza kumwenda wa Yesu. Alipogusa vazi la Yesu, wanashuka kwa Kristo. Akasikia kwamba yambara sarahagara. Na damu ikasimama. Yambara sarahagara. Damu ikasimama. Mtu wa Yesu. Supa Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Miaka 12 bila kusimama. Kumwenda wa Yesu. Lakini kugusa vazi la Yesu peke yake akapona. Nikuambia hivi nitawaambia maneno vitandatu. Nitawaambia mambo masifu na nitasema nikayakishi ngore ya huye nazo. Mambo masifu ambayo mke wao amechana. Neno la kwanza alikuwa anaugua miaka mingi. Yagiye kwivuza ahantu henshi hatandukanye. Neno la pili amejaribu kwenda mahali tofauti akitafuta matibabu akakosa. Ibintu yaratunze byose bimushiraho. Neno la tatu utajiri wake ukaisha kwa ajili ya kutafuta matibabu. Icya gatatu yumvishije amakuru ya Yesu. Neno la tatu aliposikia habari za Yesu arayizera. Akaamini. Ichaka. Neno la nne yafashe. Amechukua tu. Akaenda. Akafika mahali hapo. Jewe Mungu ndiye ndashobora. Akasema ya kwamba hata mimi sina uwezo ya kugenda mwisho. Hata nipende kitone mguse vazi la Yesu. Ikidaraki. Na neno la mwisho akapona. Haleluya. Tutosha kubabwira no munsi. Neno ambalo nimetarajia kuwaambia leo. Umubiri wa Yesu wachahari. Mwili wa Yesu hata leo uko. Hadi umubiri usa. Kumeenda mwili ambaye tunaona kinagana. Alikuwa anashuhudia umubiri kuri prophetic. Lakini ametuatia mwili ambayo ni wanabii. Aravuga ngo itorero. Akasema kanisa hili. Uyu ni umubiri wanje. Hii ni mwili yako. Twese tubumbe mu mubiri wa sisi tunajiumba katika mwili yako. Mungu babwira akantu gato. Hata niwaambie neno moja tu. Zenda wavuga ngo je nakora gute kuri Yesu. Unajiuliza kwamba nitaweza kugusa kwa Yesu aje. Murumva ko yakoze kumwenda. Mmesikia kwamba amegusa vazi. Arubwo yakoze kwino rya Yesu. Amegusa nyaya za Yesu. Arubwo yakoze ku rutoki rwa Yesu. Amegusa kidole ya Yesu. Umva mbabwire. Acha niwaambie. Hano muri urusengero. Hapa katika kanisa. Niyo wazazuba kwa. Hata ukija tu unafanya usafi. Paulo kwa Yesu. Unagusa Yesu. Niyo waguri muri nibzamazi. Hata ukinunua maji kwa mwimbaji, uri gukora kuri Yesu. Unagusa kwa Yesu. Ntagusi ufunguzo ukimuri byawe. Wewe haujajua kifungua ambacho kitafungua mambo yako. Niba mfite ifunguzo 30 mu ntoki. Ikiwa niko na kifunguo 30 mikononi, kandi zose zizi na zote zinafanana, ngafata mashina mu rugibuje. Nachukua moja na naweka kwa kufuli. Yeye utafungue siku hizi ndio. Kama ifungue nitageuza.
Ugezageza kufungua. Nifike kwa kufungua ambayo itafungua. Hata niko tutazi Na sisi ni vile tutambue ikizafungua migisha yao. Kile ambacho kitafungua baraka. Haije wasanga kaka mtumbiki Mungu. Unaweza kutana ni mtoto ndiyo kifungue baba yako. Haije wasabu ya mufaka. Unaweza kutana ni mjane yule. Hayo mfunguzo bizao. Ndiye kifungue baba yako. Haije wasabu ya mtura. Unaweza kutana na baba yako. Hayo mfunguzo. Ndiye kifungue mambo yako. Haleluya. Haleluya. Tupo bana utukufu. Haleluya. Haleluya. Rimwe nari mwimani zisakaho. Acha niwaambie habari. Umugabo bita Abrahamu, Mzee ambaye anaitwa Ibrahimu, Imana amuhaisezerano. Mungu alimpea ahadi, Alimara n'imyaka 100. akaishi nayo miaka. Ubwo yari afite imyaka 90. Bibi yake alikuwa na miaka 95. 90. Arangije Alipomaliza, abamarayika baraza bagiye kurimbura Sodoma na Gomora. wamalaika wamekuja wakikuja kuangamiza Sodoma na Gomora. Baravuga ngo reka tujye ku nshuti yacu Abrahamu. Akasema kwamba acha tupite kwa ndugu yetu Ibrahimu. Arangije Abrahamu abonye Ibrahimu alipoona aravuga ngo nimubanze mu kiwanja. akasema kwamba pembeni kiasi kwa Mubanze mujye gufungura. nimepeta kwa Arangije aravuga ngo akaambia tena mugende mufate cya kimasa shize. akaambia watu chukueni ile tume tusa. Tukoze kuri bamuze. Tumetusa kwa wazee. Muziki masa. Unajua hiyo tume. Aravuga bakunda gikarukuru. Kuna watu ambao walikuwa wanapenda ng'ombe sana. Ndio kukabilika na roho yake kameze na. Alipo akipendea kupeleka Mugende mnamsha kimasa. yeye amesema angalia ile ng'ombe nono nzuri sana. Washo mubaba. Mpate kutayarisha. Akasema tena Wakati mkitekesha mata. akasema mtayarishe nyama hizo na maziwa. Barangije kujambaza kuhara. Walipokula na kushiba Buzuza isezerano rya Abrahamu. wakatimiza hadi ya Abrahamu. Yapishe aba marayika. Ile kushiba sana. Abrahamu isezerano rye riruzuye. Ibrahimu ahadi yake ikatimia. Ariyo bareka bakagenda. Aliyoacha waende. Ndazara ntabwo ari gufunguka. Tumbo la Sara imefunguka. Kweli uamuzi. Kuanzia siku hiyo Isezerano riruzuye. ahadi ikatimia. Imyaka 100. Miaka 100 Ategereje isezerano. akingojea hadi. Nawe urebe neza. Na wewe chunguza vizuri. Urebe kuko Chunguza vizuri, angalia kama kwari ibintu utari gukora. angalia kwamba kuna mambo ambayo ufanye vizuri au ukwirengagiza ibintu kuna kandi mambo ambayo hufanye na hayo imirimo myiza na kazi nzuri. ntagizitera ibintu bibi. Kazi nzuri haiende mambo mabaya. Imirimo myiza ntizitera ibintu bibi. Kazi nzuri hailete mambo mabaya. Kugira neza Kutenda vizuri ntabwo kuza gutuma umuntu aba nabi. haitasababisha kwamba mtu aishi vibaya, kugira nabi. kwa sababu kama tunafanya vibaya Ahubwo turi kwihemukira tutabizi. Usipojipenda mwenyewe Turi kwihemukira. atujipende sisi wenyewe, Turi kwihemukira. atujipende sisi wenyewe. Ukagira guhemukira umuntu. Unadhania au pende mwenzako, Ariko ugasanga urihemukira. na unakutana kwamba wewe mwenyewe haujipende. Bacumbikira umwana Unaishi na mtoto ambao unalea, mu bantu bacumbitse cyane. ako katika watu ambao wanaishi mahali Bacumbitse muri sekondari cumbika no muri amekuwa mahali maisha yake ya shule yote, Rwanda David. maisha ya kupanga. Ariko umuzungu ayipaze. Unajua mtoto ambaye anapanga, Abantu bapanze ni bande. watu ambao wamepanga wanaosha kidogo. Afite ibibazo n'ibindi. Kuna shida ni wengi hapa kabisa. Haleluya! Haleluya! Unapanze mtoto ambaye amepanga Agabariwa. haiko kwao, Agafite ubwisanzure bwuzuye. haiko na uhuru kamili. Abandi bazaje ku meza. Wengine wakaibia meza, Akabanza kari mu mudamu kuko ameze neza. yeye anaangalia vile bibi ameshinda kama Akabanza umudamu ameze neza. anaangalia kwamba Yabona utameze neza. akiona bibi amekasirika anaanza mabibi wa tabia mbaya.
tutange kuvuga ngo none wagize utaanza kusema suniangalie kandi naguze kuko ari wari kuzatwara wawe hano na tena utatambua kwamba yeye ndiye atachukua kwa cyangwa se ukisanga mu buzima ugasanga ariko kuvuga Imana abo hari muri cyo gihe ama unajikuta katika situation Mungu washaka kugaburira kandi wowe utaramugabura unapenda ya kwamba kusaidie wewe utamsaidia washaka kugirira neza wowe utaramugirira unatamani ya kwamba kufanyia vizuri wewe utamfanyia vizuri iyo Abrahamu ariko abantu bagatanga ingekuwa ya kwamba Abrahamu hata birashoboka kuko isezerano ry'Imana inawezekana kwamba ahadi yake ingeendelea hadi 100 na ariko lakini yarababwiye ngo ni Musa akamwambia kwamba njoo bamateke mkujo wataishi chakula kandi unaona ngo mumateke izangindisi na tena mumataishi chakula ili nzuri sana bamaze kurishima wakati walipofurahia kisha wakaongea umugabo witwa Kristo mzee ambaye anaitwa Mkristo yaragiye bageze mu hantu ngo bafatwa n'igihano wametembea wakifika mahali wakashikwa na mambo wowe bageze mu gihanda cyitwa mu Bwihiro wakafika mahali naitwa kukata tamaa ngo cya gihanda kirabafa hiyo mahali ya kukata tamaa ikawashika sana ngo kibafungira no mukazo ikawafungia ndani ya nyumba ngo cya gihanda ngo cyabara kigicu hiyo mambo ya kukata tamaa ilikuwa na ugonjwa wa kijeujeu cyageza kimwe ama kifafa ngo kirabafata ikawagusa ikawashika ngo yari kumwe na Ziringi alikuwa na mzee ambaye anaitwa Matamayuni ngo kikabakubita hiyo ugonjwa ikiwashika inawapiga ni gihanda hiyo mahali ya kukata tamaa ikawashika sana ngo kirabafata ngo kirabazika ngo kikazakibakubita kikawashika kikawafunga kikawapiga ngo kikabakubita jioni ikawapiga ngo barakubita ngo bararenga walipopigwa sana walipokatika tabaka basikana kukagakera walikuwa na baki na roho kidogo ngo Kristo ikoza mfuka Mkristo alipogusa katika mfuko afite urufunguzo akakutana kwamba kuna kifunguo mugenzi wiwe akaambia mwenziwe bari kuzuko ufite urufunguzo unajua kwamba kuna kifunguo kandi urufunguzo bafungura tena ni kifunguo ambacho kitafungua mahali hapa ngo barangije ngo barafungura wakisha wamefungua mahali hapa ngo baragenda wakaenda ngo urufunguzo rwitwa Gisasezerano kifunguo hili kinaitwa ahadi ngo urufunguzo rwitwa Gisasezerano hili kinaitwa ahadi ngo urufunguzo ni amasezerano ya kifunguo hiyo ni ahadi kandi amasezerano ni Kristo na ahadi hiyo ni Kristo uri Kristo ahadi hiyo ni Kristo ariko umuntu wari kwakubita na Yesu lakini jiswali mtu ambaye alikuwa anapigwa akiwa na Yesu bene data ndugu sana ntabwo bari kudukubita na Yesu si wanatupiga tukiwa na Yesu ugasanga umuntu yarenze urugo umugore n'abana barenze amapepo yabaze unakutana katika boma watoto wote na watu wamesonjwa lakini uko na Yesu kandi umuntu afite Yesu na mtu ako na Yesu nizo zawe kuri Kristo hiyo mambo imekuwa katika nizo ziko zagendeye mu Kristo ilikuwa katika ariko uribuka ko afite urufunguzo lakini amekumbuka kwamba kwa urufunguzo umugore Gisasezerano na kifungua hiki Imana ituhereza amasezerano Mungu anatupea ariko natwe bisaba kugira ngo tugire icyo dukora lakini sisi natuomba tufanye uriya mugore yatava mu rugo ngo agende mama huyu angechukua yari gukomeza angeendelea kutoka damu yari gukomeza angeendelea kutoka damu zamuri bikaza Mungu byacu Bwana utukufu turagira icyo dukora no munsi tutakuwa na mama ambaye atafanya siku leo turagira icyo dukora tutakuwa na mama ambaye atafanya siku leo ureke dukire acha tupone ureke dukire acha tupone tugire imirimo myiza acha tupone ama tuokoke tukue na kazi ntabwo zikizafunguza haujatambua ya kwamba ugasanga umuntu Imana muzisezeranye mu tishoboye ahubwo wowe wakoze iki lakini jiulize wewe umefanya kazi gani umugabo bita Yosefu mwanaume ambaye anaitwa Joseph Imana aramusezeranye Mungu amempea hati ikamwereka ko azakomera inamuonyesha kwamba atakuwa mtu wera aryamye wakati alikuwa analala ngo abona imiba sijui cyangwa se tuvuge ikiba ameona cyangwa avuga umufungo ni mufungo hanyuma kama ni kifungo kama ni kifungo mwebwe kama mwawe kuri Kenya mwaje amaido Yesu nzebero kagiza cyo minenge mufungo ngo mugengo yabonye bibihagaze wakati ameona mfungo hii imesimama ngabona ngo yabagenzi biwe akaona ya ndugu zake ngo yose iraguye akaona ndugu zake imeanguka ngo abone uwiwe gusigayo ameona kifungo yake imebaki arabije ngo aravuga
akanena. Wala nalo tunakabira makuru. Alikuwa naota mambo mingi sana kabla. Makuru hiyo wanalitaura moja katika mkanyagwa kaza. Wandugu zake wakatoka akasema huyu mtoto na yeye. Leo leka tuzake. Acha tumuue. Tunakumbuka kusezera. Tunaongea juu ya hadi. Tunakumbuka kusezera kwa kaya. Tunaongea juu ya hadi saa hizi. Wanakutana au kwa mwawiti. Wakampeleka ili kuliko muue. Wanakuwa wakatumulisha. Wakasema acha tumuuze. Wakatumulisha. Acha tumuuze. Wakulishuna. Wakauza mtoto. Areka. Lakini hakuna chitani sezera. hakuna jambo ambalo linaweza zuia ahadi. Niyo wakwitu zuzuka. Hata wakikuwa unafufuka. Niyo wakulali joro. Hata wakilala usiku kwa ajili yako. Haikuna kuuza bifata. Lakini haijaishi. Abanyamasezerano muraho. Watu ambao wako na hadi kwa Abanyamasezerano muraho. watu ambao wako na hadi kwa Haleluya. Amen. Muwe mugurishije wakati walipomuuza wamugurisha muri Egiputa. wakamuuza huko. Ntabwo bari bazi ko bamwegeza isezerano. Hawajatambua kwamba wanamkaribisha hadi ya. Izo zose uzazimenya kuri Maneno utafanya utambua kwamba unakaribia hadi ya. Haleluya. Wamugurisha kwa Potifari. Wakamuuza huko kwa Potifari. Umugore wa Potifari, Mke wa Potifari abona agahungu keza kari kageze mu gihe cyo gukunda. akaona ni kijana mzuri ambaye anafika mahali ya kupenda. Aravuga ngo umugabo waje ndahari. Akasema ya kwamba mzee yangu hayuko. Umugabo ahorage. Hata mzee yangu anatembea kila wakati. Umugore aramwifuza. Bibi akamtamani. Aravuga ngo wageze uko twabigenza. Akasema tu tafute kitu Twabigenza. tafanya. Tafuta kitu tafanya. Urugo rwawe Iboma ni yako. uzabona byinshi. Utapata mambo mengi. Uzabona byinshi. Utapata mambo mengi. Ibi zose ni Mambo yote ni yako. uko niko Satani aratumeje. Hivyo ndivyo shetani anatuka Kama kwenye ni sezerano ry'Imana toka katika haki ya Mungu na ingia katika mambo ya shetani. Haleluya. Abadafite ubwenge bakareka. Wale ambao hawana akili wanaacha. Bagakurikira Satani. Wanafuata shetani. Kwa Satani yameshe Yesu. Shetani anamdanganya Yesu. Wamujyana ngo ku musozi. Akampeleka katika Waramubwira ngo wowe emera gusundana. akamwambia wewe kubali niliyokuita. Mambo yote nitakuheza hizo. Nitakupea uwezo Kugira ngo ndamuheze ibizo. kisha kuna mambo nitakupea mambo yote. Wewe wabire. Yeye ndiye ameumba mambo hayo. Wewe wale ndusomira. Yeye ndiye muumbaji. Satani azatubesha. Shetani anakudanganya. Akakubwira kuko ari kuguha ibintu. Anakudanganya nitakupea mambo ambayo uko nayo. Uri umwana mu nzu y'Imana. Wewe uko mtoto ndani ya Bwana. Ibintu nisa. Mambo ni yako. Imana yabwiye Adamu iramubwira. Mungu ameambia Adamu Ibi zose ni akamwambia mali yote ndege kukusuka ni yako utawali hizo hasi kwa hejuru. Chini ya zote ni zao. Mambo yote ni yako. Anakuambia kwamba nakuita. Siku ni Mungu na pesa. Mambo yote uko nayo. Kijana mwenye ametambua vizuri. Akasema siwezi kutishwa na mambo. Yesu ndimo jamani nao. Yesu ako ndani yangu. Ni siri na wewe. Kandi ndio tunakoraga neza ntabwo ari ikibazo. Na Joseph alikuwa sawa. Alikuwa mgombe. Alikuwa sawa. Alikubali kimuri. Lakini kitu ambacho iko ndani mwake Aravuga ngo akasema wa mugore aramushana. na bibi akampea. Aramubeshe. Akamdanganyia. Amushiraho kesi. Akamweka kesi. Bamushana muri gereza. Akampeleka katika Kwa alikuwa singiza Joseph. akatambua kwamba anakaribia ahadi yake. Joseph ageze mu nzu y'imbohe. Joseph alipofika katika gerezani Akora umurimo w'Imana. akafanya kazi ya Mungu. Atangira gusengesha abantu. Akaanza kusimama. Hali ya mchana tunasifa. Bali tunaishi katika ushaka. Sasa tunatoka umurimo w'Imana. Tunafanya kazi ya Mungu. Sasa hali ya tunasikia ikiwasho. Bali tunaishi kwa watu. Tunatoka umurimo w'Imana. Tunafanya kazi ya Mungu. Lakini tukafanya katika gerezani. Akafanya kazi ya Mungu. Atangira gusenga msifu. Akaanza kuombea mahitaji. Hali abagabo babiri. Kulikuwa na wanaume wawili. Wanaume barabo. Wanaume wawili wakapana. Aramubwira ngo Akapata katika mamlaka. narose kufanisha niko birahandi kintu kumutwe. Nimeona madege anakula vitu. Aramubwira ngo mu gitondo nzagukuraho umutwe wawe. Akamwambia kwamba kesho asubuhi atatugia mambo yako. Asubuhi akatoa hiyo kitu yake. Aramubwira Mwingine akamwambia inzozi ya Rose. akamwambia
ukarudia kwa kazi yako. Waongelesha kusafi ng'ana. Uendelee kusafi mfano. Akamwambia ukishakuwa katika ufalme unikumbuke, unaona mahali umeniacha, ufalme mahali niko, watu wakitoka hapo wakielekea ngambo, ukiwa na ndugu yako inakuwa hivyo. Hata kama naenda kule nyuma kutoka Madora Azama bisikali. Anaanza mambo hapo. Anaanza hapo. Hiyo yule ikiunga za akiingia katika ndege. Anasema hata tunyinde. Chora tuka ni chozo shida. Usiko na shida ya pesa. Nizo zo insurance. Ile ni tarifa. Na abana zo watoto ni tarifa school fees. Tuzongera kushakuchara. Au tena kushako. Tuzongera gukora tuzongera kucuruza protector. Utafanya biashara yote. Tuzongera kuweka kile kikapu. Au utaongeza tena kuchukua bagi hiyo. Adhabu ni ndege kabla na nafsi. Kipanda ndege kaenda na adhabu na nafsi. Anaenda na mambo. Hayo sasa tunaona kwa sasa ile funai. Ngoja kwangu hapa sio kwa msichana amesahau mambo hayo. Mwana kama anatazikiwa. Lakini Mungu akaleta shida. Mwana anatazikiwa. Mungu akaleta shida. Watazikiwa kwa Farao. Akaleta ndoto kwa Farao. Kwa Farao ngamsha. Farao akachanganyikiwa. Wabira wangu wabira wako ni na barozi na wako. Akamwambia wafumu na wachawi na banyabenge ngo nimuze musobanura. Na hekima wote kama mkuje mtafiti. Bale fungu bitekerezo zao yani kwa kusoba. Wakashindwa kutafsiri. Bila bashaka. Wakachanganyikiwa. Imana aliyekuwa Farao. Mungu alikuwa anambia Farao, wewe unataka kushoboza hekima ndio. Alikuwa anambia nimeona ng'ombe nono na ng'ombe na mikono. Ikayo jibu. Ana hiyo ng'ombe inaweza kula ng'ombe nyingine. Hizo vitu zote. Mambo hiyo bila mwanzo sisi ninyi wote mmekuwa na ng'ombe tofauti. Msafara wala tunataka kukirika. Tulikuwa na ng'ombe tofauti. Kwa hiyo ile kitu chao kinazidi. Lakini kuna walikuwa na ng'ombe tatu. Halina watu wake na kaji. Kuna wengine walikuwa na ng'ombe nyingi sana. Aliko nili yari. Hata na hiyo Kwa Farao hakusanze. Farao alipochanganyikiwa, anakuja kitabu cha Nuhu. akasema kwamba ni hizo zimana na kusoma kama ng'ombe hizi zimeshindwa aje ku. Wao mtani. Huyo mzee akakumbuka ya kwamba hata kwa Mungu na Israeli kuna kijana ambaye ameacha gerezani na imana ya kwina au ya kwimanta. Mtu hawezi kukumbuka kama Mungu hajamkumbusha. Huko mliko Mungu haribu. Kwa sababu nia ya mtu munaibu. Mtu anajipenda. Mzunguka kwa Yesu mzee kama kwa kuna mgezo wa Mungu yunda. Unaangalia mwenye kwa kuikunda. Tanzania kwamba Yesu akisema neno hilo mtu apende ndio kama jinsi anajipenda, ametambua kwamba tunajipenda. Ndio sasa kuzunguka na Mungu. Zunguka na Mungu. Ndio mtende kwa kwa mkuu. Tuseme kwamba ni baba. Hawafika mafao. Niko na pesa. Kwetu tutawa. Na sisi mtu. Aba ndio sawa. Watoto wake si watoto wako. Watoto mwana wao pamoja na mkubwa chungu badala. Nachukua mtoto yangu nampeleka kwa shule ambayo ni expensive sana. Yeye akajaruma na mlile. Yeye anapeleka mtoto yake kwa shule hii. Ndio wanashoka kukanda kile na watoto. Watoto wanaweza kanyaga hata wanakanyaga. Na nimekufuata mimi magana 5 mbigawana nimeshindwa kuchukua pesa ikiwa si pesa kwa. Mimi wale shule magana 500 na usigae mara mbili. Nani wale shule magana 500. Wake apate school fees. Hapo Mungu kwaje ukiruge kuwata kibo. Unajisi ya kwamba lazima mtoto yangu akue na hekima kuliko mtoto yangu. Alipo Yesu angesema. Lakini Yesu akinijaribu. Na ufatuna na pamoja na mtiko gihenze kwa mtoto yako anaenda katika shule nzuri hata wewe Yesu kwa sababu Yesu ameamua. Alipo Yesu ikusaidie utawapo. Lakini Yesu akakumbusha mzee huyu. Wanakuambia kati ulimkamu wako swali. Unakumbuka kijana ambaye ametafsiri ndoto hizo. Akakumbuka sema hapo chini gereza ya kusoma kuna kijana ambaye ando zote swali ndoto vizuri sana. Yesu wako hilo. Anaweza tafsiri maana. Atasalia ya hepo kwa wapi alia za kwa funga wale wafunge mbishi. Alikuwa kama gereza bado. Tunatugeza anafunga. Yari kome. Nesa antarara mwenyewe. Shida wasangani kama kara chamba sizazi. Ilikuwa ni gereza kubwa sana. Chamba sendo.
kama hiyo Ikondoro ama Makara kwa Kinshasa. Alafu ndio Musa Akaambia kama enendeni mlete. mfungwa Tuzishi. Mfungo hapo na mambo mengi. ibihe mukakunda ibihe mukinyambaro ana mavazi. abari umuntu washangayikiwe Ni mtu ambaye amechanganyikiwa. bahora bashuzumuza buri munsi Mtu ambaye anaambia mambo bahora mabaya. bamubaza ibibazo bihora Bora na mswali kila siku. ejo bakamubaza ikibazo kimwe na mswali ubundi bakamusubiza bakamubaza icyaha anamuuliza tena swali. agahora mu bibazo Anaishi katika uzima wa kuswali. baramuzana Wakamleta. ariko mwansi ngende mwogosha Akasema kwamba endeni mumpeleka kinyozi sinapige imyambaro na mumpe mavazi mbere nzuri. kuko ntandagifite cyangwa se Angalie kama hana mavitu cyangwa se iciro ama uchafu hiyo. mumuze mumuzane Mumsafishe kabisa mlete. haleluya ngo baramuzana Wakamleta. bamaze kumuzana Walipomleta avuga ati bambwiye ngo wasobanura sibyo akasema ya kwamba wameniambia kwamba unaweza tafsiri ndoto hizo. ese wabishobora Ni kweli unaweza. ati nabishobora Akasema ya kwamba nitaweza. ati gahe nibi Niambie. aramubwira Akamwambia ndoto hizo. arabishobora ati gahe kamubwira Akamwambia acheni kwa sasa. aramubwira ngo izo nka zirindwi Akamwambia ng'ombe saba hizo ngo ni imyaka irindwi y'uburumbuke ni miaka 7 ambayo mtapata chakula. ngo ziriya nka zindi zirindwi zinamutse Na ng'ombe hizo konde 7 zingine ngo ni iyindi myaka irindwi ngo izaza ni miaka 7 ingine itakuja ngo yiza ambayo itakuwa na njaa mingi sana. imyaka irindwi y'uburumbuke Ni miaka 7 ya kuwa na chakula imyaka irindwi iza na miaka 7 ingine ya kuwa na aravuga ngo Imana yarishaka kukubwira ngo akasema Mungu alikuwa anatarajia muri kuambia iyi myaka irindwi y'uburumbuke katika miaka 7 ya muyiteguremo mujiandaye vizuri muhunike mujiandaye gukora stock muhunike mukora stock bizariye gute kwa sababu ndani abantu bose basabiriza watu watakuwa na njaa wote wewe uzohunike wewe ukora stock abantu bose bazaanza kushaka watu watakuja kutafuta chakula kwako ati niko tageza akasema ni hivyo ati ya ati none kwa hivyo Dai bamuze gatwichare izariye gute Ujeni sasa tuendelee. Imana ndio promotion inakiri Lakini Mungu ametupa promotion ya inakiri kusema yani kuhunika gute stock chakula yake. baratanga wakaanza baravuga ngo none se niba uzabifasha Akasema nani mwenye kusaidia mambo haya? abantu bose ati bakareba ko ati Wote wakajaribu kutazama. Foster yashura Akasema Foster anaweza atari ko yashura lakini hawezi sana, si sana. gombo kuzabishobora Kumbuza anaweza ariko bako lakini hawezi tena. none wegezeho bose Wakichakagua watu wote none se twafasha ibyo wabivuze wakasema si tumtu. akaba ari umuyobozi wabo Mchana ambaye Umugabo wa Yesu msakuwa kiongozi yetu agenda kuba minister wa ekonomi anatoka katika gereza, isezerano riruzura anafika katika ufalme na haja isezerano riruzura haki yake ikatimia. yageze muri gereza akomeza umurimo we Wakati alifika gerezani ameendelea na kazi yake, ari bila bireka lakini aliacha ari gereza no kugoma wenda amebaki angekuwa amebaki abo yari ku rufunguzo rwe rubitse hajajua ya kwamba kifungo yake ukatika ndugu yake anaishi yeye, ntabwo yari abizi hajatambua hivyo. kandi ntabwo siko bwa mbere bwararotwe Si mara ya kwanza kutafsiri, urumva ni ibintu uzi waramenyereye ilikuwa ni kazi yake anazoea. umuntu yaritwaga karusi umuntu Alikuwa ni mara ya yari kwanza akiwa mdogo sana. ntaitekereza Waza nshuti yanjye ndugu yako, mureke acheni dukore tufanye kazi. tuzahamba n'urufunguzo rw'ibyaha Haujui kifungu mahali kunawekwa kifungu yake. imana ntikaguheza umuntu mugirire neza Mungu asikupee mtu mtendee vizuri ubona urangiza ubigotoya akisha useme la, kama kanje atakanzigara hii ni kitu yangu, sina kitu kingine. muribuka wa mugore Mnakumbuka yule mwanamke wa mugore wagiye kwa Eliya ambaye ameenda kwa Elia? Eliya yagiye iwiwe nako Elia ameenda kwa mke huyu, yaramubwiye ngo ndashonje amwambia niko na njaa, ngatekera chumbi nitaishe chakula, niko na njaa. umutima wahoze Chakula imeishi kitambo sana. arangije umugore aramubwira ngo usigaranye agafuka ke Mama yake akamwambia niko na unga ndogo sana, usigaranye n'utuvuta dukeya na niko na mafuta kidogo. kandi umuntu wari wateje ikibazo ni Eliya n'ubundi Na mtu ambaye alikuwa anaita Eliya wari warahagaze imvura imyaka itatu ndiye alikuwa anasababisha ukozi chakula, akasimamisha mvua miaka 3. kandi Eliya Na tena Elia
Yalikuwa tena mafa kandi na wali mkiu. Yeye alikuwa anasababisha mafa na yeye apatikane. Yaani waza kwa Elia, yeye alikuwa tekeleza kwa sababu hati. Mimi nawazia yeye alikuwa anafikiria yeye ataishi aje. Akaenda kwa mama mtane huyo, akamwambia ngani chochote. Akamwambia nipige chakula hadi sikaranya nafukia. Niko na chakula kidogo na kidogo. Tuje na tutakula mtoto yangu. Akamwambia toya yeye mama asikia wewe ni tashi wewe baba. Wewe tu nipige chakula. Wewe mzima ni. Wewe tangulia hali ni usokomera kuikumbisha. Kuna jinsi unaweza kunia ama unaweza uko na uwezo wa kutoa shilingi 10 hiyo lakini sawa. Shilingi 10 ukana niko kupinzima. Unashinda kupewa. Kandi maana leo alikuwa. Na Mungu ndiye alikupea. Mbona kwa hiyo makilio ya watu. Unasikia kwamba hapo ndipo mahali ya kupona kwa mahali kwa nyama na kufunga. Lakini unafunga. Na wewe kufungua huko haufungua unafunga. Ngisho mugore usumba sana. Kishakuwa mwanamke akasikia sana. Mimi sasa duheza matwi umutima. Mungu atupenda sikia. Sasa tunataka kumvisha matwi umubiri. Sikia na masikio mwili mfana. Masikio mwili anasikia vibaya. Haleluya haleluya. Haleluya. Bwana alishakwambia bwana Mungu mpaka ukakubali. Akasema acha nikupigie. Bwana mchunguzi. Akampigia. Kama mafuta hozeo. Ile unga itaisha. Kwa tukuta tulokombe. Na ile mafuta itaisha. Bwana tulie. Wakakula abandi bamuliza nabali. Wengine wa mama wakakuwa na njaa sababu mizani nabali. Wa baba ndai. Alikuwa mpakazi wa Lakini yule mjane yeye, wa mpakazi wa yeye alikuwa sawa. Alikuwa mzee ndio zima yeye. Lakini alingekataa kupea Elia, yalikuja kukagafa. Alingekula alafu akakufa. Yalikuja kukagafa. Alingekula alafu akakufa. Tuleni mambo duheze muri hivi. Angalieni sababu gani tunaishi katika mahali sisi tumeneza tulele mimba. Tukabue sisi kwa wenyewe. Mimba hata hivi tutwaje katika. Kama kuna mambo tumefunga sisi wenyewe. Msonga sikaranya mafaranga makea. Siku moja amebaki na pesa kidogo. Nalikiwa Kigali. Alikuwa anaishi katika nchi ya Rwanda. Ndio mjako wangu. Hata leo familia yake iko Rwanda. No. Usikaranye. Sikika mfano tusikaranye. Kwa tayari gesi kibupi. Sijatoa vizuri pesa tulikuwa ndani ilikuwa kidogo sana. 1000 ya Rwanda ni karibu 100. Hata ifike 100 ya Kenya. Sasa Kenya. Umugore arafiki. Na mke wake alikuwa mjamzito. Bewa ya mafara. Akaangalia ile 100 hapo nayo. Mbona ndo nditaki ndibu ya. Akaona haitamsaidia. Gira mada akaambia bibi yake. Haya mafaranga. Pesa hii kwa katana tushakuchumia. Hizi shilingi 100 yafati. Chukua pesa hizi. Getu ya tutu. Nao upeane sadaka. Arayati. Akapeana sadaka. Alikuwa mafaranga twaye tanza hizi. Hizo pesa tumezipeana tukiamini. Mkitondo kalika. Asubuhi mapema nagia kumvurumvumo kwa walikuwa mamamutu. Nimesikia mtu akipisha mlangoni, wewe tutarazu. Akasema, "Kwa nini utavuka?" Tunavu. Acha tutukamka. Tulichoea tusuje arabaketi akatusalimia akaomba. Hagie kugenda tusikiri kidogo. Wakati ameenda akatupea ile shilingi 100 tutogihe na kulimondoka. Kuanza siku hiyo hapa faranga ile ashira mzuri. Paka siku hiyo pesa zile kama hiyo bana yake kukawanyuka. Nikiona pesa zimepunguka, nitakuwa ngose mani ukaja tu. Najiuliza Mungu kumbuka. Naanza kufasha tu ndo tufaranga. Ningesema kwamba nimechukua pesa hii kichwani na yangu ndio unoha hata fitiri. Na utalipea pesa zingine. Hadi pia tukuma. Ningekuwa nimepata pesa hii kidogo. Zile daftari kumbana nayo. Ingekuwa ni ngumu sana. Nashukuru mshu. Natamatisha. Haleluya. Nashukuru mramba wa watu waimanya munini. Nimetamatisha mkali wa radhi nimechukua muda mrefu. Alikuwa mvaga haya mambo ambayo kumzingatia. Nilikuwa nikisikia maneno hii yanabisha rohoni mwangu. Yeye. Ndugu zangu. Acha tusiende katika mambo mengi. Msamiana msiki. Acha niombe msimame tuone. Afadhali msimame tuone. Urangezo kima mbele kwa maana pesa matu mtima za tabasha kubadilisa. Ndiye Mungu akupee baba shobora. Zana shobora kutahuma. Ili pate kugundua mambo wamesha wazao urani kiwazo nige watashobora kutahuma. Sababu gani ambayo watu wanapata hali imani yao kwa matu mtu mzusha. Kama sikia roho unatambua. Imani kwa Mwenyezi Mungu mta. Kama Mwenyezi Mungu ni za
Pea mzee basi. Si mtamazi. Kufuata Usiguse. lakini unafanya Machanya acha ya Mungu umezeneza. Imani kwa nini kuchukua Mungu anakuamini. Mungu anakuja kuona kaza kumenigusa wapi? Hata kusinisha. Alishukoza. Kwa maana umependa. Yesu anakuza kwa. Hawezi kuongea. Yesu amesema kuna mtu ambaye amenigusa leo. Kuna mtu amenigusa. Hana mtu kuza. Kuna mtu amenigusa. Na wala kwa imani kwa Mungu. Na wewe kuna kitu ambacho unafanya Mungu anasema unanigusa leo. Hadi kuhai. Unanigusa au nakupenda? utari waruri mareka musimbuse Jangwani ambayo alikuwa ndani ya Mungu. Hallelujah. Amen. Kesho tunaendelea kwa msafara wa kwenda kwa Kigali. Nimefurahia kuishi na nyinyi. Tutaendelea kuambatana na nyinyi. Mungu aisaidie wakati tutafika Kenya nikuja hapa na watazama. Kwa upendo mtakupenda na wewe unakupenda. Mzee ametupenda sana. Inamaanisha kwamba na nyinyi mmetupenda sana kwa sababu yeye ni mwongozi wenu. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Makofi mazuri kwa neno la